Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tutakuwa na somo linalosema analiangalia neno lake ili alitimize, na tutakuwa tunaangalia kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, maana analiangalia neno lake ili alitimize. Analiangalia neno lake ili alitimize. Kwa nini aliangalia neno lake ili alitimize? Kuna mahitaji au mambo ambayo unamwomba Mungu akufanyie, lakini unaomba pasipo neno la Mungu. Na ukisoma katika Yakobo 4:3 anasema kwamba mnaomba vibaya wala mpati, mnaomba vibaya wala hampati, mnaomba vibaya wala hampati. Kwa nini? Unapoomba bila kutumia msingi wa neno la Mungu, huwezi kupata haki yako ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapotazamia neno la Mungu, unapolitazama na kuliona neno la Mungu na kulitazamia, unaitazama neno la Mungu kwa uzito na unamwomba Mungu, naye Mungu anaachilia majibu. Kwa sababu unapoomba kwa neno la Mungu, Mungu anaitazama neno lake. Unapoomba kupitia neno lake, ndipo Mungu anaitazama neno na kuachilia majibu yake. Kuna wakati mwingi au kuna wakati fulani umemwomba Mungu lakini hujaona Mungu akikujibu, Mungu akikusaidia, Mungu akikutokea kwenye hilo eneo. Ni kwa sababu umeomba pasipo kulifuata neno lake. Ninakushauri wakati huo unapomwomba Mungu, tafuta njia ambayo itakusaidia ya kupata jawabu juu ya hilo eneo. Na njia kubwa ni neno la Mungu. Neno la Mungu lina uwezo wa kuvuta majibu yaliyo mbali yakaja kwako kwa wakati fulani, wakati mwafaka. Kwa kitu ambacho cha muhimu sana ni kuomba kwa kuzingatia neno. Na kusema Zaburi ya 138:8, na Mungu anasema kwamba atanitimilizia mambo yako ili yatimie. Ni kwa sababu umelishika neno la Kristo, ni kwa sababu unatembea ndani ya channel ya neno la Mungu. Nataka nikushauri wewe unatazama mahali hapa, simama katika neno, simama katika neno ili Mungu akutetee kwenye hiyo hali. Simama katika neno ili Mungu ajibu hayo mahitaji unayotaka. Anasema katika ile Yohana 9:26, Isaya anasema kwamba njoni tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Hivyo unavyomwomba Mungu ili Mungu atimilize mambo yako, ili Mungu aliangalie neno lake, sema naye kwamba Mungu umesema naye kwamba tuhojiane. Nimekuja kuhojiana na wewe, nimekuja kusemezana na wewe. Naomba unitimilizie mahitaji yangu, naomba unitimilizie mambo yangu. Naye Mungu anafanya kwa wakati, naye Mungu anafanya kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na ninapenda sana unielewe kwenye eneo hili. Na ukisoma katika ile 55:11 Isaya anasema kwamba maana yeye huliangalia neno lake, huliangalia neno lake wala halitarudi bure, bali itafanya kile ambacho amelituma. Kwa neno la Mungu linatimia pale unapoomba kupitia hilo neno. Soma Zaburi 107:20, anasema naye hulituma neno ili kuponya, kukuondoa katika maangamizi. Kwa ili uponye kwenye eneo hilo ambalo lina changamoto, eneo hilo ambalo ni shida, lina matatizo, lazima utumie neno lake, nalo linaleta jawabu juu ya maisha yako. Mungu akusaidie kwenye hilo eneo. Ninakushauri wewe unanitazama wakati huu, wewe unanitazama Maria, naomba Mungu akupe neema ya kulijua neno lake. Naomba Mungu akupe neema ya kumjua na kumfahamu yeye. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuliishi neno lake. Naomba Mungu akupe nguvu ya kukaa ndani ya neno lake, ili neno lizae matunda, ili neno lizae nguvu ya majibu. Lazima uliishi neno la Kristo. Na maana yeye anasema kwamba katika ile Yohana sura ya 1 mstari wa 1 anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa ni Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. Naye Mungu
Neno alikuwa ni Mungu. Pasipo yeye hakufanyika chochote. Neno alikuwa ni nuru, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kuna kitu unanielewa hapo, kwamba neno ni nuru. Kwa unaweza ukaomba kwa muda mrefu, ila usipotumia neno huwezi ukapewa jawabu lako, huwezi ukapewa majibu yako, huwezi ukapewa hitaji lako. Hivyo neno ni msingi ambao unaleta majibu. Kuna kitu ambacho unakiomba, una kitu ambacho unakihitaji Mungu akifanye juu ya maisha yako. Hivyo unavyotumia neno la Mungu, kwa sababu ni nuru, linaenda kuangazia mahali ambapo ni giza. Mahali ambapo pameficha hazina yako, hilo neno linaenda kuangazia, na pale palipofichwa hazina yako, ile hazina inaonekana, ndio majibu yako. Hivyo neno la Mungu ndio msingi. Neno la Mungu ndio nuru. Neno la Mungu ndio taa. Soma katika ile Zaburi 119:105, anasema neno la Mungu ndio taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa unapoliishi neno la Mungu, linakuangazia maisha yako, linaleta majibu yaliyofichwa gizani. Ukisoma ile Zaburi, Isaya 45 mstari wa 2 na 3, kwamba hazina zilizofichwa zinaletwa kwa sababu ya neno la Kristo, kwa sababu ya neno la Mungu. Chana leo na siku ya leo, naomba nikushauri kwamba ishi neno la Mungu, liishi neno la Mungu. Kolosai 3:16 anasema kwamba neno la Mungu na likae ndani yako kwa wingi, likae kwa wingi ndani yako. Unapoishi ndani ya neno la Mungu, ndipo Mungu anaachilia majibu yake, na Mungu anakufanikisha katika hiyo hatua na mazingira hayo unayoishi. Nikushauri tena na tena, ishi neno la Mungu ili Mungu aliangalie neno lake na kutimiza mambo yako. Shalom mwana wa Mungu. Mungu akubariki sana. Nikutakie heri ya kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. Heri ya kumwachia Mungu atimize mambo yako. Yeye anasema kwamba analiangalia neno lake ili alitimize, na ili atimize mambo yako, ili atimize mahitaji yako, ili atimize mambo yako, ni lazima neno la Kristo likae ndani yako. Mungu akubariki sana. Amen.